Maliza dakika 10 za mwanzo kuingia nchi ya Kanaani. Najua wana wa Israeli kuanzia kabla kuvuka mto Yordani, nyuma kote kwa walikopita, walikotoka, Mungu akuwapa kuwa eneo lao la umiliki. Ilikuwa ni eneo la mpito, la kupita tu basi. Pengine na wewe kuna biashara sio za kwako za kumiliki, unaifanya tu ya mpito. Pengine kuna kazi unaifanya sio ya kudumu, ni ya mpito. Pengine kuna ishi unazifanya leo lakini sio za kudumu, ni za mpito. Sio habari ya Shamu, sio nini, vyote hivyo hakuna mara Mungu aliambia mtamiliki. Mungu aliambia tu mtapita. Mtapita, taifa atakaowazuia nishughulikeni uwa wote afu msonge mbele. Mtapita. Ila baada ya kuvuka Yordani akamwambia hivi, mtakapovuka ule mto Yordani tu, kuanzia hapo mtakapokanyaga unyayo wa miguu yenu ndiko ambako nimewapa kumiliki. Kwa maana kwa faida kubwa kuliko kote ni baada ya kuvuka Yordani. Ni eneo la muhimu zaidi sana. Kwamba eneo la kuvuka Yordani, pengine nawe kuna mambo unapitia leo, lakini kuna siku utavuka Yordani utaanza kumiliki kwa jina la Yesu. Na ni maombi yangu, anza kuvuka Yordani ili uingie kwa kumiliki katika jina la Yesu. Ukamiliki biashara kubwa, ukamiliki viwango vikubwa vya kazi katika jina la Yesu. Amen. Kwamba aliambia baada ya kuvuka Yordani ndipo mtaanza kumiliki. Sasa hapa anakupa mambo ya msingi kwenye maeneo ya umiliki wao. Mambo ya muhimu, mambo ya faida kwenye maeneo ya umiliki wao. Kwa anaanza kuambia kuna mambo ambayo ni ya kuyazingatia. Mtapokuwa mnavuka ili kumiliki, kuna mambo ya msingi, kuna mambo ya kuzingatia. Anaanza kuambia hapa Mungu haya mambo ya kuzingatia, mambo ya msingi. Lakini natamani kwamba kuna sehemu uvuke kwa jina la Yesu. Pengine kwamba kuna maisha unayaishi, kuna changamoto unaziishi, kuna matatizo unayaishi, kuna baraa wewe kuvuka mahali pale. Sema amina. Kwamba kuna mtu anaishi maisha ambayo ni magumu sana. Unaishi matatizo ya changamoto ya ndoa, baraa kwenye uchumi, shida kwenye watoto. Mambo ambayo unafanya haendi, kazi ambayo unaifanya mwenyewe unaichukia, uipendi, ile utafanyaje inakuingizia kipato. Kwamba ni eneo ambalo unatamani kuvuka, unatamani ulivuke, lakini kwa sababu wana wa Israeli walivuka Yordani, na wewe ambaye ni mwana Israeli kiroho uvuke kwa jina la Yesu. Sema amina. Na achia upako wa kuvuka kwenye eneo ambalo ulipende, kwenye eneo ambalo ni gumu. Pokea upako, na kama unapokea utashangaa kuanzia wiki ijayo unavuka katika jina la Yesu. Na achia neema ya kuvuka, na achia upako wa kuvuka, na achia nguvu ya kuvuka eneo lote, jambo lote ambalo ulipendi ukalivuke katika jina la Yesu. Sema amen. Mwenye biashara ambayo sio biashara saizi yako, ukavuke ile eneo, ukavuke kwa neno maana kondoo mwana Mungu wa mbinguni akuwekea ndani yako ya kuvuka ili uviendee viwango vya kwako katika jina la Yesu. Kuna mambo unayofanya sio ya kwako. Kuna kazi unazifanya sio za kwako. Kuna mahusiano uko nayo sio ya kwako, Yesu kuingiza kwenye ndoa kwa jina la Yesu. Sema amina. Ukiingia kwenye ndoa na mahusiano ambayo sio ya kwako utajuta mpaka unakufa. Sasa kitabu kile cha 51 nena na wana wa Israeli uwaambie, mtakapovuka Yordani na kuingia nchi ya Kanaani, ndipo mtakapowafukuza wenyeji wote wa hiyo nchi mbele yenu. Mungu anambia ndipo mtakapowafukuza. Mtakapowafukuza wenyeji wote, ndipo mtakapowafukuza wenyeji wote. Hao wenyeji watakiwa wafukuzwe, waondoke. Hao wenyeji sio wa kukaa, wakikaa ni mateso, wakikaa ni changamoto, wakikaa ni shida. Wenyeji ni changamoto hao. Kwa lazima washughulikie. Napenda sana kitabu kile cha Wafalme kinaelezea habari moja nzuri sana. Kwamba mfalme huyu wa Ashuru, mfalme wa Ashuru alikuwa mtawala sana Israeli ya kusini. Alikuwa mtawala sana Israeli ya kaskazini. Alafu Israeli ya kusini huko alikuwa ametawala sana Nebukadreza. Kwa mfalme wa Ashuru ambao aitawala Israeli ya upande wa Samaria, alikuja akawachukua Samaria wote. Alipowachukua Samaria, akaenda nao mpaka mataifa mbalimbali, akawapeleka huko Ashuru. Alafu akachukua mataifa mbalimbali akawaleta katika nchi ya Samaria. Alipowaleta, maandiko yanasema kwamba wale wageni walikuwa wanaliwa na simba kila siku. Simba anatokea mjini anakula wenyeji. Yaani kwamba simba anatokea mjini, yani mjini kabisa pale Kariakoo, Posta, bonge la simba linakula, wakimtaka simba huyo hamuoni amepotelea wapi.
amekimbia wapi? Nini? Kwamba wale wenyeji walikuwa wana madhabahu zao. Wale wenyeji walikuwa wana Mungu wao ambao wanamtumikia. Kwa sababu kwa wanamtumikia wao waliondoka, lakini miungu yao ilibaki. Mungu wao ilibaki. Madhabahu yao ilibaki. Ndipo wale watu wa taifa wakamwambia mfalme wa Ashuru, tunaomba utuletee kuhani ili aje tufundishe kawaida ya miungu ya wana wa Israeli waliokuwa wanakaa Samaria. Kwa nini? Ina maana inatufundisha hivi. Wenyeji wanapokuwa na kamala, wana taratibu za miungu yao. Wenyeji ambao nazungumzia hapa ni wale ambao ndani yao wana maroho, ndani yao wanaabudu miungu mingine, ndani yao wana namna ya nguvu ya madhabahu nyingine ambazo ndio zinatawala katika mtaa. Hakuna mtaa ambao hautawaliwi na madhabahu ya kishetani. Hakuna mtaa. Hakuna mtaa ambao haumilikiwi, narudia tena sijakosea. Hakuna mtaa ambao haumilikiwi na madhabahu za giza na madhabahu za kuzimu. Hakuna mtaa. Nilikuwa namwambia mamangu mmoja hapo, anakaa mtaa wakati hapo karibu na hapa kanisani. Akati namuombea majirani zake, kumbe ndio wachawi hata mchezo. Wakao wamepanda, tupende wafanikiwe, tupende wainuke. Nini? Hao ni wenyeji. Ile akaanza kuishi bila kuwashughulikia, wakao mwiba kwake. Wanafunga ndoa, wanaondoa amani ya ndoa. Nini? Hao ni wenyeji. Kwa sasa kila mji unaofika kibiashara, kimaisha, jua ule mji una wenyeji wa kiroho. Una wenyeji namna kiroho ambao wenyewe wameshikilia mji, wamekamata mji. Ule mji wao ndio wanaocontrol nini kitokee. Hata mtu akifungua biashara, nani auze, nani asiuze. Hata ukija una ndoa yako kwamba je uachike ama uende kwenye ndoa, kuna wenyeji ambao ndio wanatawala mji, ambao ndio wanashikilia mji, ambao ndio wanaongoza mji wako wenyeji. Sasa hapo Mungu anawaambia mtakapoingia tu ile nchi, bado hajaingia hapo. Mtakapoingia tu, kitu cha muhimu cha kwanza, msianze kuishi mkanisa mkaanza kuenjoy, tumefika isee, nyumba nzuri, ina tiles nzuri, madirisha yake makubwa, hewa kubwa inaingia. Kabla hujafurahia hewa kubwa inaingia, shughulikia kwanza wenyeji. Kabla hujashughulikia kwamba mtaa umepoa, leo hujapoa, umechangamka kweli kweli. Kabla hujaenda kusifia ule mji kwanza, jua kwanza kushughulikia madhabahu za mji. Anza kwanza kushughulikia falme ambazo zinamiliki wa mji. Anza kushughulikia kwanza utawala ambao unamiliki eneo la biashara. Hilo eneo wenzio wanasema kwamba maeneo ni nzuri sana, mji ni mzuri kama wanangu navyo, lakini kwamba maji yake yafai na nchi uzaa mapoza. Ni eneo nzuri lakini linazaa mapoza. Ni nyumba nzuri lakini uwezo kaolewa ukikaa kwenye mtaa. Watu wote ambao wanaolewa kwenye mtaa huwa wanaamaga kwanza. Wakiama, fulani ashaolewa, jamani kaolewa. Nini mpaka waame, ukaa hapo uolewe. Hiyo miji ipo, mitaa hiyo ipo, watu hawaolewi. Ndoa hazini na amani mpaka waame mtaa. Ndoa hii ina amani. Hakunaga, lazima mtaachana tu. Nyumba hiyo imeachana, hiyo imeachana, hiyo imeachana. Nini? Ndo kawaida ya mtaa. Wewe umefika ukafurahia mazingira ya mtaa, ukafurahia mazingira ya mji, ukafurahia namna watu wanavyoishi bila kujua kuna namna ya kiroho ambayo inafanya kazi kwenye mtaa. Kuna madhabahu zenye nguvu kwenye mtaa. Kwa hiyo ukae ili uweze kuishi, lazima kwanza ushughulikie roho za wenyeji. Roho za wenyeji ambazo zimeshikilia mtaa, ambazo zimeshikilia anga, na utakapoanza kushughulikia lazima watakujia. Yesu anaambia hivi, mnapoenda kwenye kile kijiji kinachokabili kumshughulikia ile punda ambaye kafungwa, kumfungua, kuna mtu atatokea kuwauliza. Lazima atokee. Uwezi ukafanya jambo la kuharibu mama walikofunga ukaenda kufungua bila kufuatwa kwa kuulizwa. Napokuwa naombea anga inafunguka, kuanga wanakuja mpaka hapa. Wanakuambia wewe unafanya kwenye anga yetu, lazima uondoke wewe hapa. Huwezi kututoa sisi. Sisi ni wenyeji, wewe mgeni. Kwa uwezi ukana unafungua eneo ama unakomboa eneo alafu wenyeji wasikushughulikie. Wako wenyeji hawataki kuona mambo yao waliyoweka kidhana kizazi yanaharibika, mpangilio wao unaharibika. Wenyewe wanataka kuona kila mtu anaharibikiwa. Aliyekuwa na ndoa anakuwa na ndoa, ambaye alikuja amefanikiwa anakuwa kapuku, anakuwa mbomba,
ambaye kuja na kazi, ana watoto wana akili darasani, anafika ile mtaa watoto akili hawana tena, wanaanza kufeli kwenye mitihani yao. Shida ni nini? Ni kwa sababu hujashughulikia kwanza wenyeji wa mji. Kwa lazima kwanza ushughulikie wenyeji wa mji. Na leo tutakwenda kuwashughulikia wenyeji wa mji kwenye mtaa unaokaa. Wale wenyeji lazima tuwashughulikie, na kama kuna jambo waisababisha amana mpaka leo unapitia mateso, unapitia tabu, unapitia changamoto, lazima leo tuwashughulikie. Na leo tukiwashughulikia, Bwana ametupa kibali na wingu la Bwana liko mahali hapa. Lazima waondoke, wakuachie ule mji. Lazima zile roho zikateketee, ziachie ule mji. Lazima zile madhabahu zikavunjike, ziachie ule mji. Sema amen. Hebu mchangie kwa makofi yanaweza. Majeshi, majeshi. Akipiga majeshi. Akipiga majeshi. Ni majeshi ya nani? Ni majeshi ya Bwana. Hebu mchangie kwa makofi mengi yanaweza. Haya ni majeshi ya Bwana. Ukiona mtu amepigwa mchawi afu akachechemea, ujue huyo mchawi hajapigwa na majeshi ya Bwana. Kapigwa tu na mfano hivyo na maombi umempigaje aombi. Shwa. Na leo ninaamuru katika chini wale watesi wako wapigwe hadi kufa. Maana majeshi yakipiga yanawa kabisa. Wakuanga wapigwe mpaka wafe kabisa. Nasema hivi, wasoma nyota, waganga wa kienyeji ambao wameshikilia mitaa, leo wapigwe hadi wafe kabisa. Sema amen. Yakipiga majeshi. Tuangalie majeshi Bwana sio kama vizuri sasa. Yanajua muda kupiga umekaribia. Niko mbele na kusema ndiko moja, na ndivyo itakavyokuwa. Utaamini. Alikuwa ni moja tu basi. Nisaki nikuchelewesha kutoka nyumbani. Mimi ndio ufundisha nikatumia nusu saa tu ikakutosha. Basi afu ukatoka umefunguliwa. Ukatoka umemwona Mungu. Ila napenda kukaa kidogo siku za katikati. Mstari wa 53. Ndipo 52. Ndipo mtakapowafukuza wenyeji wote wa hiyo nchi mbele yenu. Nanyi mtayaribu mawe yao yote yenye kuchorwa sanamu. Hivi ni madhabahu. Kama mtayaribu mawe yao yote ambao hayo mawe, kuna mawe unakuta tu kwenye mji juu wamechora chora. Mungu, hizo ni madhabahu, watakuwa wamechora mawe. Mungu, kumbuka kama bado hajafika, Mungu ameshaona tayari. Mungu anaona kile ambacho kitakuzuia kabla hajafika. Mungu anaona ambacho kitakukwamisha kabla hajafika. Ni kweli tamani ufike mara fulani, uvuke ndani, ufike mara pa kumiliki. Lakini ukifika jua ya kwamba wako wenyeji. Ukifika kwenye ndoa wako wenyeji kwenye ndoa. Ukifika kwenye ndoa utanua kiwanja wako wenyeji. Ukifika mahali ambako utapanga nyumba kuishi wako wenyeji. Ukifika mahali ambako utaweka frame yako ya biashara wako wenyeji. Lakini Mungu anakuambia hivi, washughulikie kwanza, adibu mawe yao hayo ambao ametoa sanamu. Usifikiri sanamu hizo, usije ukarogwa ukajua ni sanamu. Hiyo sio sanamu. Hiyo sio michoro. Unaona michoro tu, sio michoro. Utaona tu wenyeji wa mji wamejichora wenyewe, mara mashilingi, mara maduaduala. Kuna wenyeji, kila mwenyeji amejichora. Wale wazee wa zamani wamekaa mji wote, watu wameuza, wao kuuza mji. Vimechoka, lakini wao mji hauzi. Kila mtu anapisha matajiri, anauza mji, kangangania hauzi mji nini? Analina madhabahu, ni walizo madhabahu. Wameshikilia madhabahu, wameambiwa stoke hapo. Hapo wengine ila ndefu hawatoki. Wameshikilia mji pale, wako tu pale. Mzee wewe nenda bikini ndani kwa keke mji wake mkubwa. Kanyumba kama jani, kanyumba ka udongo, si atupishe. Tumpe hela taki. Nini ipo tu analinda mji. Anashikilia mji. Ziko madhabahu za mji. Kazi yake akafanya kazi. Akana wajukuu. Kapo tu. Lakini kanakula vizuri. Kanapata pesa ila za wageni. Ikifika baadaye kwenye kahawa, draft, kurudi nyumbani na kibali cha kukuyo. Anakula vizuri kuliko sisi. Ila zenu hizo. Mnamlisha bila kujua. Anakula msosi mzuri bila kujua kama mnamlisha chakula kizuri. Wenyeji wa mji wameshikilia mji. Yenye kuchora sanamu na kuziharibu sanamu zao zote za kusubu. Kuvunja mahali popote palipoinuka. Kwamba kuna mahali ambapo hii ni kitu cha muhimu sana. Ndio maana sisi madhabahu tumenua juu sana. Kwa nini? Ina maana sana kiroho. Sema amen.
kwamba madhabahu huwa zinajengwa kwa kuinuka juu. Kwa nini? Kwa sababu inaashiria kwamba mahali hapa ndiko Mungu ameinuka kuliko Mungu yoyote yule. Kwa kuna mahali pa juu ambako wao ndio wanajua yote yule ambaye atakuja atakuwa chini ya mahali hapa, kwa sababu sisi tuna madhabahu ambayo imeinuka juu. Kwa Mungu kwambia mahali pa juu mkapaharibu, mkapavunje ili pasiwe tena mahali pa juu. Kumbe kila wachawi wana mahali pao pa juu. Wana mahali pao palipoinuliwa. Wana mahali pao palipoinuka. Niko ni mahali pao. Sasa kama ni mahali pao pameinuka, kila ambaye atafika atakuwa chini ya mahali yao. Atakuwa chini ya madhabahu. Atakuwa chini ya utawala wa madhabahu hiyo ambayo imeinuliwa juu sana. Kwa hiyo Mungu anaambia kwamba mkaziharibu, mkazishughulikie, hakikisheni kwamba mnaziharibu, mnazibomoa, mnazivunja. Hiyo ndio kazi nawapa. Mungu anaambia Yeremia, angalia leo nimekuweka juu ya mataifa, juu ya falme, kwamba juu ya makabila ya watu wote, lakini naambia ni kazi kubwa ni kuvunja, kuharibu, kuteketeza na kuangamiza. Kwamba cha kwanza akisha Yeremia ili uwe nabii mzuri. Yeremia ni kweli nimekupa assignment ya kuwa nabii. Wewe ni nabii mkubwa, nabii tena wa kimataifa, ukubwa wako ni wa kimataifa, lakini huwezi kuwa mkubwa kimataifa kabla hujaenda kushughulikia mahali ambapo pamejengwa. Kabomoe, karibu, kang'oe, afu angamiza. Ukimaliza hapo, anza kujenga na kupanda, ndivyo utafanikiwa sasa. Kwa sasa watu wengi wakifika huwa hawabomoi, hawaharibu, angamizi. Wao wanaanza tu kujenga biashara. Huwezi kujenga bila kubomoa nguvu za giza. Kila utakachojenga itakuwa kinaharibiwa na ile nguvu ambayo hujaibomoa. Unajenga mahusiano, madhabahu inaharibu. Unajenga familia nzuri iwe na upendo, hauwezi kujenga, wanaharibu kila ambacho tunakijenga. Unajenga biashara yako nzuri, inaharibiwa. Chochote ambacho tunakijenga kinaharibiwa. Wasema niende kwa vizuri, nijenge mwili nayo inaharibiwa. Kwamba wakuruhusu kujenga chochote. Huwezi kujenga bila kubomoa, kuangamiza na kuharibu na kung'oa. Ndivyo ambako utaanza kujenga sasa. Iko misingi. Na maana nikiendelea kuongea hiyo swali nitakaa kidogo sana dangu au niruhusu. Ngoja songe mbele kitabu kile cha kinachoendelea nilipoishia. Anasema hivi. Mstari wa 53. Nanyi mtaishika hiyo nchi na kuimiliki. Mkishafanya hivyo mtaishika nchi hiyo na kuimiliki na kuketi humo. Kwa kuwa mimi nimewapa ninyi hiyo nchi ili mmiliki. Sasa anasema nanyi mtaishika hiyo nchi na kuimiliki na kuketi. Hata kama kile cha kwako, hata kama umehamia, unaweza kawa haumiliki ila unamilikiwa. Duka la kwako unaipia frame wewe ila unamilikiwa. Hii miliki lazima uadhibu kwanza. La sivyo utamiliki kule unamilikiwa. Yaani hati inasoma jina lako ila unamilikiwa. Kiwanja ni cha kwako kabisa ila unamilikiwa. Ile kodi, mkataba unasoma kichumba ni cha kwako kwa mkataba wa miezi fulani, lakini bado unamilikiwa kwenye chumba. Ile makaratasi yanakwambia ni cha kwako, una mkataba nacho, lakini kwenye mwengo rani unamilikiwa. Wako watu wengi wanamilikiwa baada ya kumiliki. Vitu katika mwili vitu ni vya kwao. Katika mwili kitu ni cha kwao, ila katika roho sio vya kwao. Katika mwili biashara sio ya kwako. Katika mwili huyo mume sio wa kwako. Nikisema kidogo tu hata kukimbia. Katika mwili mke yule sio wa kwako. Sio kwako. Jambo lote ambalo litakuwa katika roho, ile jambo ndio litatimia katika mwili. Hata kama bado haijatimia, lipe muda tu utaona linatimia. Maisha ni roho, sio mwili. Ulimwengu ndio unavalisha mambo yatokee mwilini. Kwa kama rohoni unamilikiwa ni jambo la muda tu, hata kama unauza sana, jambo la muda tu. Hata kama kwenye ndoa na amani ni jambo la muda tu kama unamilikiwa rohoni. Kwa lazima cha kwanza uanze kushughulikia ulimwengu roho. Uanze kuendea ulimwengu roho ili kushughulikia. Nikifika mstari wa 56 nitakuwa nimeshamaliza. Halafu tutaanza kuingia kwenye maombi sasa. Utaanza kuona namna ambavyo wenyeji wanatoka bara, wanakimbia, wanasamatika, hawatakaa kwako. Mstari ule ambao unaendelea hapa, nanyi mtaishika hiyo nchi. Nimwombe yangu pokea upako wa kushika ile mtao unaokaa, wa kumiliki kile chumba ambacho naishi, anga ambalo unakaa chini yake, ya kumiliki ile fremu ambayo umeilipia. Nakwambia hivi, pokea upako wa kushika
nashika na kumiliki. Hebu sema nashika na kumiliki mtaa wangu. Hebu sema kwa dakika chache, nashika na kumiliki ile biashara yangu, naishika na kuimiliki. Hebu niko namna ya kiroho, yamkini kwa namna ya kiroho yuko mtu ameishika na yuko mtu anaimiliki. Anasema naishika na kumiliki, naishika na kumiliki kwa dakika mbili. Nashika na kumiliki, nashika ile mtaa na kumiliki. Pokea neema ya kushika na kumiliki ile biashara ambayo nimeajiriwa, naishika na kumiliki. Esha takapa rekosa tapa, ile kazi ambayo nimepewa naishika na kuimiliki, naishika na kumiliki. Kama ushika shata, hebu tamka nashika na kumiliki, nashika na kumiliki. Hata kama ujikomba, rudia matamko, rudia maneno, sema nashika na kumiliki. Esha tata, ile mume wangu namshika na namiliki. Esha tata, hebu mshike mume wako na unamiliki. Yuko mtu atamiliki kwa sababu ndio kawaida yeye mtaa, wanaume wote wanamilikiwa. Esha tata, kamande namshika mume wangu na namiliki mwenyewe. Hebu shika kila kitu na washika watoto wako wanamilikiwa. Hebu sema na washika watoto wangu na kuwamiliki kwa namna rohoni. Esha papa, ile biashara, wale wateja wa mume mtaa, wateja wangu wote na washika na nawamiliki. Tamka ukitabu kitendo jasiri, tamka ushujaa. Nashika na kwa kumiliki, nashika na namiliki. Nashika biashara, nashika ndoa, nashika kazi, nashika ajira, nashika. Esha tata, sema nashika na miliki kwa jina la Yesu. Sema amen. Waliomiliki mchapesi makofi, walioshika na wakamiliki wamchapie Bwana Yesu makofi. Leo kwa maombi haya umeshika kila kitu, na kwa taifa yako na umemiliki pia. Miliki ndoa, miliki kazi, miliki wateja, miliki muonekano, miliki kibali, miliki kila kitu chako. Sema na miliki zote kwa jina la Yesu. Shatakapa emakuta. Tuko darasani shatokusata, tunashika na kumbe. Unaweza Mungu akawa amekumilikisha lakini bado hujashika na kumiliki, ila ukipiga wenyeji ndipo unashika na unamiliki. Kwa ni muhimu kushika wenyeji. Mungu angalia kwa mambo mengine mnafikiria ukifika andeni biashara ndogo ndogo. Kama unaanza biashara, Mungu anambia shughulikia wenyeji kwanza. Kumbe wenyeji ni kitu cha muhimu sana kushughulikia. Umiga, naambia twende kanisani, kanisani nitaenda. Ungejua mtaa unaokaa, ungekuwa unapita kushinda kanisani hata kukesha. Ungejua vile mtaa kiroho unaokaa wewe, unaishi wewe. Alafu kanisani unakuwa mvivu kiasi hicho. Ndio maana unakuniga kila siku. Takulisha maandiko chini hapo uone jinsi wenyeji wanavyokuwa muiba kwako. Twende kanisani, mimi leo sisikii appetite ya kwenda kanisani. Una raha gani kwenye mtaa? Una maisha gani kwenye mtaa? Mpaka unajisikia unakwenda kanisani kwa kujisikia mwenyewe. Alikuja mama huyu Alhamisi, mama ambaye alikuja mkono na kume mjoo kimbia mara moja. Ulikuja mama, ilikuwaje ile siku ya Alhamisi? Kwanza mkono unaanza kuuma kuanzia siku gani? Mkono unaanza kuuma ndani ya wiki mbili. Nikasikia mkono unafanya kila sehemu. Ila maumivu yalikuwa yanaendelea kuwa maana kuna hapa na miezi mingine. Lakini siku ya Alhamisi nilikuja kwenye maombi. Mkono zili kuniuma tu, lakini baada ya kuanza maombi nilisikia viungo vyote vya mkono vinakufa ganzi. Kiasi kwamba kama vile mtu ambaye leo paralyze. Yaani mikono ilikuwa yote imekauka hivi. Hata kukunja mikono siwezi. Kiukweli nilishikwa na hali ya woga sana ambayo haijawahi kunitokea. Niliogopa sana. Lakini baada ya kuanza maombi nikaomba kwa imani na kushukuru Mungu. Nianza kufanya maombi, nikaanza kujisikia vibaya. Ghafla miko likapanda nikadondoka chini. Lakini baada ya hapo nilipoinuka, nikashukuru Mungu, nikaanza kusikia mkono ulikuwa unaniuma. Hata kufanya hivi nilikuwa siwezi. Mwana, hizo ni kwa roho za wenyeji zimemshikilia. Na hizi mtoto ni dawa nini? Dawa. Itabidi hii mtoto umfungue, atakaa sawa tu kwa jina Yesu. Hii umfungue. Yesu damu Yesu itaka kumlinda kuanzia leo. Jina Yesu. Tulikuwa anasumbua usiku, tulikuwa na shida gani usiku? Anashua damu nasikia. Napenda kutoa shule nyingine. Kiwango nilikuwa na imeleta sana dawa, kuongeza damu. Lakini mwanangu hakupata mafanikio yote yale. Ila mwanangu mdogo ile rafiki alipokuja kuja kanisani, akasema mama, nimeenda kanisani mchungaji kuhusu mtoto anavyoumwa. Mchungaji kaniambia namuombea mwanao huko kokote aliko atapona. Na mama yako pia atakuja kanisani.
Kikweli nilikuwa ni mbishi sana kuja kanisani. Kia galo ambio nalipinga. Naona kama vile yani haliniingii kabisa. Ila alipokuja mwanangu kanisani baada ya kuanza maombi, afya ya mtoto ilianza kubadilika taratibu. Chapesa makofi mengi anaweza. Hamna kukataa, yes makofi. Baba, unajua baba, mwanangu, mdogo wangu anaishiwa mpaka damu. Anaumwa, anaishiwa damu. Kabia tukao tumuombe kule alipo, atapona na mama yako atakuja kanisani. Kwa hiyo tukaomba, mtoto akapona na mama akaja kanisani. Piga Yesu makofi mengi anaweza. Mama alikuwa ni mgumu kuja kanisani. Hata wewe, pengine ni mgumu kuja kanisani. Mgumu sana. Lakini wewe sio wewe, kuna roho zinakuzuia. Kuna roho. Akana namwombea mambo moja pale. Mama mjeshi, wakati namwombea kuna roho inapiga kende ndani yake. Nasema hivi, huyu atake ile kanisa, tumemwambia ni makanisa yote lakini pale asiende. Anajifunza kwa hizi za ni hapa tu asije. Yuko tumemruhusu aende kila sehemu. Ila hapo hatumtaki na tutafanya kila njia tumuondoe hapo. Wachawi ulipokuja hapa wamekasirika sana. Ulipokuja hapa hawataki. Yaani hawataki, bora uende popote pale ila hawataki kuja hapa. Lakini wasitake, wewe utakuja na wote tutawashughulikia kwa jina la Yesu. Amen. Lazima waachie kitu chako katika jina la Yesu. Sasa nataka nimalizie hapa kwa kuangalia namna ambavyo wenyeji usipowashughulikia. Kwamba ukiwashughulikia faida yake nini? Unashika na kumiliki. Kumbe faida ya kuwashughulikia wenyeji ni kushika na kumiliki. Lakini pia iko hasara. Popote penye faida jua pana hasara. Lazima usijue pia hasara ya kutokuwashughulikia wenyeji. Tutasoma pia kwenye andiko hili, itatupa andiko hapa. Anakuambia kwenye mstari wa 34, nanyi mtairisi nchi kwa kufanya kula kama jamaa zenu. Ndivyo hao walio wengi mtawapa ulisi, zaidi hao waliopunguka utawapa kama kupunguka kwao. Mahali popote kula itakapomwangukia mtu yote, mahali hapo ni pake, mtairisi kama kabila za baba zenu zilivyo. Mstari wa 35, lakini kama hamtaki kuwafukuza, ndio hapo kuna point. Lakini kama hamtaki, mimi sio bwana. Wenyeji mimi siko. Wenyeji wazuri, wana roho nzuri. Haya, wewe kwako yanakuja. Lakini kama hamtaki kuwafukuza wenyeji wa nchi, watoke mbeleni akawabakiza, watakuwa kama sindano machoni mwenu. Hebu vuta picha, sindano ingie kwenye macho. Nini kinatokea? Yaani kwanza, vuta tu ile hisia kama ndo sana inaingizwa. Ndio ndivyo anakuwa mwenyeji usiomshughulikia. Hiyo sindano ndio leo unaiona watoto hawaeleweki. Mtoto wako anajiuza huko mpaka unaibu sema ni mwanangu. Mtoto wako anavuta bangi kweli. Mambo yamekuwa ya ovyo. Unashangaa mume wako alikuwa sio mlevi hivi analewa mpaka anasahau kwao. Jamani, mzigo wako umekuwa kule sehemu, nenda ukaokote kwenye mtalo. Jamani, mume wangu hapo mlevi, alikuwa mcha Mungu. Kweli watu wanabadilika. Sio wanabadilika, mtalo umebadilisha. Ulikuwa una biashara nzuri, una kazi nzuri, toka umemea ule mtaa, huna hata kibali. Kila kitu kimeharibika. Hiyo ndio sindano machoni pako. Kumbe usipowashughulikia wenyeji, kuna matatizo yanaanza kutokea. Kwa nini? Kwa sababu wenyeji hawashughulikiwa. Wenyeji wameachwa. Wenyeji zimeachwa, roho zenyeji zinafanya kazi. Anakuambia ndipo hao ambao mtakaowasaza watakuwa kama sindano machoni mwenu na kama miiba ubavuni mwenu. Nao watawasumbua katika hiyo nchi ambayo mwakaa. Watakuwa miiba kwenye mbavu zenu, pia watawasumbua. Kwa hiyo mtu unasumbuka kibiashara, unasumbuka kimaisha, unasumbuka kimahusiano, unasumbuka mpaka uelewi. Kumbe unasumbuliwa na wenyeji. Kumbe unasumbuliwa na roho za wenyeji ambazo unazishughulikia. Zimekuwa masumbuko kwenye maisha yako. Zimekuwa mateso kwenye maisha yako. Zimekuwa changamoto kwenye maisha yako. Kumbe usiposhughulikia, masumbuko yanaanza. Matatizo yanaanza. Nikisema hapa yote ambaye anasumbuka kwenye mtano wakaa, kwenye maisha naishi, ni mikono mingi itainuka juu kuliko ambayo itakuwa imekaa chini. Sababu kuna watu hawaelewi. Kuna mwingine anasema nauza sana, ile hela sioni. Mwingine anasema wateja hawatokei kabisa kwenye ofisi yako. Mwingine analalamika usiku silali, magonjwa yaishi.
mateso, anateseka siku nzima. Mwingine analalamika kwamba mimi kila ambacho nakifanya hakifanikiwi, sipati kazi. Kumbe kuna mtu anakusumbua sipate kazi, anakutesa, anakufunga, anaondoa haki yako. Utakiwa umiliki, haumiliki. Utakiwa ushike vitu, haushiki. Kwa nini? Kwa sababu wenyeji wamekamata mji, wenyeji wameshikilia mji, wamekamata anga. Wao ndio wana control, wao ndio wanaamua nani apate, nani afanikiwe. Kuna wakati Mungu akiachia majibu juu yako hayafiki, wanakuwa wameshikilia mpaka majibu yako. Kamuulize Danieli. Danieli alikutana na wenyeji ambao anaita ni mkuu wa ufalme wa Wajemi, si wa kimwili, wa kiroho. Huyu mkuu wa ufalme wa Wajemi walikuwa ndo wenyeji wa Wajemi, wana jina la nchi, wana jina la mtaa. Niko maga hapa anapandaga mkuu wa Makuka, taulita mkuu nani kwa Makuka, Makuka. Kwa anapanda kabisa, anakuambia huyu ni mtaa wangu, nimeushikilia mwenyewe miaka mingi, wewe mtoto mdogo utaweza kulitoa. Naambia subiri uone. Nini? Kama ameshikilia, amekamata. Ndivyo inavyokuwa hata kwako wewe. Wao wakishakamata, kinachotokea kwako ni kama Danieli, utaomba sana, utaona mambo yakitokea. Danieli aliingia kwenye maombi ya siku 21. Sina ilikuwa 21, ilikuwa sasa idadi. Ila ndio ilishia 21. Maana atafunga mpaka aone majibu. Kwa kafunga siku ya kwanza, aone majibu. Kumbe Mungu alishamjibu tayari. Kuna mtaki kaa uone majibu ya maombi yako. Uyaoni. Yaani uone majibu ya maombi yako, yaoni. Ni kweli naomba, lakini kama hujashughulikia yale majibu yana uwezo yakazuiliwa. Mungu alishamjibu Danieli. Yule malaika anamfuata, anamwambia hey Danieli, mtu upendezwe sana na Mungu, yasikize maneno haya. Ukisema kimaima maana kwako na umetumwa. Maana toka siku ya kwanza ambako ulitia ufahamu ukadhamiria mwili wako ili kwamba ufunge na kuomba, ile siku ya kwanza tu Mungu alishakujibu hey Danieli. Lakini yule mkuu wa Wajemi alipinga siku 21. Ona kwamba toka kumbe amejibiwa toka mwaka umeanza. Umejibiwa kwa bali ya ndoa toka mwaka umeanza. Lakini mpaka sasa hivi tuna mwezi wa 10. Uliona majibu. Ile ulishajibiwa. Mungu ashakujibu tayari, lakini majibu yaoni. Kuna mkuu anga, kwa sababu naomba hapa. Namwombea mtu mmoja. Kwa sababu mimi ni mkuu wa anga la 7. Nikajifunza kumbe kuna mkuu anga la kwanza, kuna mkuu anga la pili, kuna mkuu anga la 3, kuna mkuu anga la 4, kuna mkuu anga la 5 la 6 mpaka anga la 7. Maana wote ambao nimetuma hapo wameshindwa. Nimekuja mwenyewe sasa. Kumbe wako wakuu ambao wanaweza wakashikilia anga likawa limemilikiwa mpaka na mkuu anga la 7 anashikilia, anamiliki. Ataki watu wafanikiwe, ataki watu wapate majibu yao, ataki watu waone ndoa ambazo umeziomba, unafunga, unaomba, aone majibu. Shughulikia wenyeji. Uone majibu, shughulikia wenyeji. Danieli anafunga, aombi, anafunga naomba, lakini aone majibu ya maombi yake. Ile sio Mungu ajajibu, Mungu ashajibu. Kumbe Mungu anaweza kajibu, lakini kuna mkuu anga atamzuia yule tumwa kwa ajili ya majibu yako. Pengine kuna mtu anatakiwa kupe mtaji ili upate mtaji kwenye ule mtaa. Uweze kupata mtaji. Mungu ashakama mtu akoe kama kwenye mtaa, hata kama Mungu atuma mtu akoe. Haji. Wanamzuia haji. Mungu uliomba Mungu atume watu ili wakuwezeshe upige hatua. Pengine katika watu ambao wametumwa ni watoto wako, wametumwa kwa ajili ya kumuinua mama yao, lakini hawezi kumsaidia. Wanatamani wamsaidie lakini hawawezi. Kwa nini? Ule mtaa hauruhusu. Mtu anaandika jamani, mimi ndugu zangu hawanisaidii. Sio kama wapendi, wanataka kusaidia, lakini kuna wakuu ambao wanasema mtu yule haruhusi kusaidiwa, hawezi kusaidia. Watu wapige jamani, mimi hawa nimewasomesha kwa bidii, nikijua atanisaidia, haona hataki kumsaidia. Sio hawataki. Lianga aliruhusu wewe kupata msaada. Kwa hiyo unakuta usaidiwi. Nini? Kuna wakuu, kuna wenyeji hujashughulikia. Hao wenyeji wanawasumbua, wanawatesa. Msali ambao unafuata kuwatenda hao, ndivyo nitakavyowatenda ninyi. Bila ambavyo Mungu nidhamiria kwamba ni watende vibaya, kama mwashukii ile mabaya, ndivyo itakavyowapata nyinyi. Umeona shida hiyo? Yaani kumbe kuwashukia wenyeji ni lazima. Yale ambao Mungu anataka awatende, Mungu atende jambo kama hajapata mwakilishi wa kusimama kwa ajili ya kuombea ile jambo. Ndio Mungu alivyo.
Nitakufundisha somo kuinuka kwa watu wakuu. Utajifunza kwako wetu. Funika daftari yako umeshamaliza.